Watu wote usimisi wito huu, usikose wito huu wa kusogea mbele. Njoo rafiki, njoo rafiki. Gizani namtangaza aliye wokovu wangu, niliyepotea. Mwanga unatustahilisha, mwanga ulio mzuri. Yes Jesus, Yesu tunamtangaza. Yesu aliyemwangaza atakuja kutuchukua. Jamani, atakuja kutuchukua. Yaani Yesu atakuja kutuchukua. Waliompokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao atawachukua. Jamani, atawachukua. Jamani, atawachukua. Yona wale ambao ni mamia ya watu wengi ambao wanasema pastor, natamani Yesu akija anichukue. Leo nimpokee kwa njia ya ubatizo. Au waje wakikimbia kabisa, waje hapa wakijipanga, waje hapa kabisa. Yaani hata kama ndio umekuja leo na unatamani uyatoe maisha yako kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, njoo. Watu waje kwa kufurika. Njoo. Ikiwa ulikoja kujitoa, njoo. Hata kama ndio unapata wito huo sasa, njoo. Come. Natamani ujue kwamba maisha hayana guarantee. Maisha sio leo tu. Maisha yana kikomo. Naona vijana wa Kiadventista kabisa, eti wana miaka 13 na hawajawahi kubatizwa, na wamekaa tu na wazazi wao wanawaangalia tu. Wanasema my son, utabatizwaga makambi. What is makambi? Who knows that makambi will come? Who knows? Life of salvation is today. Maisha ya wokovu ni leo. Njoo basi. Tuzidi kusogea mbele kidogo. Wazee tutawashikaga tu sasa hivi, tuwasogeze mbele. Elders, go there and touch people to come. Tawashika tu. Naomba ambaye bado hajajitoa. Yesu anakuja. Wapendwa, Yesu anakuja. Hata rafiki yangu huyu aliyekuwa kwa nyumba ya Pastor kwa Elder Richard na amejitoa. Nina habari njema, Yesu anakuja. Wewe ambaye hujatoa maisha yako, unajua kwa nini nasema pastor sijajiandaa? Wokovu unakujiandaa. Maana kama ni nguo utapewa. Hebu tutulie alafu tutaimba. Nitoa maelekezo kwanza. Tunyamaze kwanza, nitoa maelekezo. Moja, nimegundua watu wanashindwa kuconcentrate. Alafu utaimba. Wende unasema sina nguo pastor. Utapewa. Niwape kisa kidogo sana ambacho Robinson, uko hapo rafiki yangu, anakijua, situngi. Maana ni vizuri niwape shahidi. Tulikuwa naye pale Watamu. Mama mmoja alikuwa na mimba. Alikuwa na nini? Alikuwa na pregnant. Jamani, alikuwa na nini? Ujauzito. Labda ndio Kiswahili mtajua. Sasa alikuwa hachelewi pastor. Anakuja kila ibada. Siku hiyo nikatoa wito wa ubatizo. Yule dada akawa amejitoa. Jamani, yule dada akawa amefanya nini? Amejitoa. Wangapi wananisikiliza vizuri ninapomalizia hicho kisa? Sasa huyu dada alikuwa na mimba kubwa. Ilikuwa kama sio Jumatano ni Jumanne ya wiki ya pili. Jumatano akaja akanikumbatia. Jamani, kafanya nini? Akakaa hapa karibu, akanikumbatia hapa. Akaniambia hivi. Unasikia alivyoniambia? Dada Salma, katika ubora wako Mungu akubariki. Sikia sasa. Wapendwa, namaliza hadithi hii ndogo ili ufundishwe kitu. Wakati Mr. Rundu tuko na mwinjilisti pale, yule mama akaja. Siku hiyo sijui alijua. Tukaomba. Tulipoomba vizuri, uchungu
Daktari alikuwa anamsaidia pia alikuwa ni Mwadventista. Lakini habari mbaya ni hii, yeye aliaga, mtoto akawa hai. Lakini kinachonifurahisha, aliyatoa maisha yake kwa Yesu. Jamani, aliyatoa maisha yake kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Nakumbuka, yani leo yupo, alafu kesho asubuhi tunaambiwa ameaga. Ukiona wokovu unakuita, wala sitoi hili utishike, wala siko hapa kuwatishia watu, ila nawaambia wokovu ni leo. Jamani, wokovu ni leo. Hebu mwambie jirani yako wokovu ni leo. Alafu mwambie tena wokovu ni sasa. Jamani, hebu mwambie wokovu ni sasa. Let me tell you, iliniuma sana, lakini faraja yangu pekee Pastor Abina ni kwamba yule mama alikuwa amejitoa. Hivi wewe, afu kuna wazazi wako hapa wanaangalia vijana wao, eti anasema she's too young for Jesus, he's too young for Jesus. Ana miaka 13 kwenda mbele, alafu unasema too young. Kuna vijana hapa nikiangalia wana nguvu, wanasema pastor, kuna mambo naweka sawa, makambi yapo. Who told you about makambi? Makambi yapo, ila wokovu ni sawa. Mapema ndio best. Mapema ndio nini? Huo msemo aliniambia Anita, watu walishangaa niliujuaje. Anita aliniambia mapema ndio best. Mapema. Waliokuwepo Sabato iliyopita, Anita alikuwa anafanyiwa dialysis, maana aliambiwa kidney zote zimeisha. Hata aliniambia pastor, nataka mtu wa kudonate, natamani mshiriki mmoja nisaidie kidney moja. Nikawaangalia hao washiriki, nikasema Yesu awasaidie. Lakini baadaye nikamwambia Yesu katika maombi yangu, wewe ni dona, wewe unaweza kudonate, msaidie, donate. Niwape habari za ajabu. Madaktari wamemwambia your kidneys are recovering, na leo atabatizwa. Sabato iliyopita alijitoa, lakini alikuwa na maumivu makali. Leo anabatizwa. Yaani Bwana asifiwe. Hivi kama Mungu ana donate mpaka kidney, wewe ni nani? Who are you? Hebu sasa kwa maneno haya leo tena kwa zamu nyingine, Mungu akubariki sana rafiki yangu kwa kuja kwa njia ya ubatizo. Hebu mwangalie jirani yako uliyekaa naye tena, uliyesimama naye, mshike mkono. We are about to finish. Mshike mkono kabisa. Be serious. Unajua nikitangaza kuna wengine unaangalia huku mbele. Shika mkono, alafu muulize swali hili. Umebatizwa? Muulize vizuri, alafu mfanye discussion. Amekujibu nini? Hakikisha maongea. Kama na miaka 13 kwenda mbele, na uhakikisha anakuambia vizuri. Na kama hajabatizwa, mwambie maneno haya: mkutano unaisha, twende kwa Yesu usipotee. Mwambie twende kwa Yesu usipotee. Mwambie twende kwa Yesu. Tembea naye umlete hapa kwa njia ya kipekee. Tembea naye, uje naye. Mwambie rafiki yangu twende kwa Yesu. Mwambie twende kwa Yesu. Ndio basi tunaimba wimbo huo, wakati wawili watatu wanakuja kwa Yesu. Tembea naye. Yesu anamuita. Dada, Mungu akubariki sana. Yesu anawaita. Tembea, uje naye. Tembea rafiki yako, mwambie twende kwa Yesu. Mwambie twende kwa Yesu. Unajua ubatizo wa leo ni mkubwa. Twende kwa Yesu. Mwambie twende kwa Yesu. If you feel like to be baptized, mwambie twende kwa Yesu. Msindikize. Ataokolewa. Yesu anamuita. Unajua kuna ladies and gentlemen hawajajua, wanasema sijajiandaa. Ubatizo hauna maandalizi zaidi ya moyo wako. Njoo. Walk. Tembea. Yesu awabariki rafiki zangu. Yesu awabariki. Hata kwa machozi tutajitoa. Ukimwona mtoto wako anajitoa, mwambie Bwana asante. Ukiona rafiki yako anajitoa, mwambie Bwana asante. Ukiona
anajitoa kwenda kwa ubatizo, mwambie asante. Je, yuko? Omba. Tembea na jirani yako, mtie moyo. Njoo naye mbele, mshike mkono, mtie moyo. Njoo naye mbele, si uje na rafiki yako. Baada mlango wazi, rafiki, kaza mwendo, msalaba ukubali. Tembea naye. Mungu awabariki sana. Blessings. Naona watu wanatembea. Utapewa nguo, utabatizwa. Mungu akubariki sana dada, Mungu akubariki sana rafiki. Tembea na rafiki yako, msindikize. Ni ajabu kuona kuna watu wanapotea na umesimama nao. Aya, tunyamaze kwa wimbo hapo. Nataka niombe. Unajua, nimeona kuna wengi wamesimama kule na hawaleti, na kuna watu wanafanya mchezo na ibada hii, wanafikiri wokovu hatuna siku nyingine tena. Tembea na jirani yako. Hebu tuombe. Baba, wafanye wote waliokuwa tayari na wasiokuwa tayari wajitoe. Hata yule ambaye hakujua kwamba leo atabatizwa ajitoe. Yesu akiita, usiseme hapana. Yesu, asante, maana kuna watu wanatembea sasa, watasindikizwa na rafiki zao, watakuja kwako Yesu. Vijana hata wazee wenye umri wa kuanzia miaka 13 kwenda mbele, wokovu ni sasa. Yesu, tenda muujiza, in Jesus name, amen. Ikiwa ni wewe, tembea na rafiki yako, njoo peke yako. Yesu akiita kwa muda mrefu, ana sababu, ana reason. Omba utembee na rafiki yako, mlete hapa, aokolewe. Njoni rafiki zangu, tembea. Tutaimba nyimbo kwa sauti ya chini kabisa, mlango kwa wema, sauti ya chini. Wakati nazungumza watu wanakuja. Mungu awabariki sana marafiki zangu. Ombi hili limemokoa hata huyo. Ombi hili nataka likuokoe na wewe. Kuna mtu ombi hili liliomba kwa ajili yake. Ajitoe. Mungu akubariki sana dada. Mungu akubariki. Pendo wa Yesu hushinda. Kuna watu wako kule nyuma kabisa na wana mpango na wokovu. Wamekaa wamegoma dhambini, wanasema tutabatizwaga pastor. Yesu anaita leo. Elders, tawanyikeni kila kona. Itisha mtu ambaye anataka kuja. Tembea pamoja naye, mtie moyo. Tusingependa mtu akose wokovu. Kama ni nguo tutapewa. Hakuna sababu inaitwa nguo kwamba sijajiandaa, kwamba pastor wokovu sio wa kushtukiza. Yesu akiita saa hiyo, ana maana. Elda, Mungu akubariki sana. Yesu akiita, ana maana. Yesu anaita. Mtu mmoja amebaki na moyo wangu unamwombea jitoe rafiki. Tembea, ni wewe tu. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki sana kwa kutembea. Asante. It is you. Yesu alikuwa anaongea na wewe. Yesu ameongea na wewe. Karibu sana rafiki yangu. Utabatizwa tena, umevaa na suti yako. Yesu alikuita. Tembea. Elders, tawanyika katikati ya watu. Tembeeni nao, waleteni kwa Yesu. Unajua, namaliza wito huu. Kama ni mtoto wako, nenda ukaje naye. Kama ni rafiki yako, kamtie moyo. Dada, Mungu akubariki sana. Yesu alikuwa anakuita. Mungu akubariki sana. Hata kama ni swala la nguo litafanywa, harakati zitafanywa, utapata nguo, utabatizwa. Elders, tembea na watu, walete watu kwa Yesu.
walete watu kwa Yesu. Rafiki yangu njoo, Yesu anaita, anasema utakaa dhambini hata lini? Rafiki yangu, Mungu akubariki sana kwa kuja. Mungu akubariki sana kwa kuja. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine? Elders, tembea. Rafiki, barikiwe sana. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Endelea kutembea. Elders, tembea na watu. Watu wapo. Watu wapo. Watu wapo. I can see a lot of people coming. Let them come. Let them now come. Yesu ameandaa ndoto ya uzima wa milele. Ameandaa ndoto ya uzima wa milele. Yesu ameandaa. Yesu ameandaa. Hakuna wa kupotea. Hakuna wa kupotea. Yesu. Endelea kuja. Endelea kuja. Mungu akubariki sana. Endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja. Yesu anaita, tunamaliza. Tunamaliza wito huu. Je, kuna mmoja amebaki? Wimbo unavyoisha tunaenda kuomba sasa. Tunaenda kuomba sasa. Tunaenda kuomba sasa. Elders wengine watakaa hapa. Waangalia waliojitoa. Shetani asija kuwarudisha nyuma. Shetani asija kuwarudisha nyuma. Watu wote tuwe makini. Elders wengine wanakuwa hapa nilipo. Just looking aside. Je, kuna mmoja? Kama yupo aje. Kama yupo aje. Mungu akubariki sana elder. Tunataka tuombe sasa. Tunataka tuombe sasa. Je, yupo? Rafiki. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Mungu awabariki sana. Njoo kwa Yesu. Je, kuna mwingine? Unajua nakaribia kufunga wito huu. Mungu akubariki. Njoo kwa Yesu. Je, kuna mwingine? Yesu anaendelea kuita. Yesu anaendelea kuita. Is there anybody? Je, kuna mwingine? Mtie moyo. Mwambie mchungaji anamaliza. Barikiwa sana. Je, kuna mwingine? Kuna mwingine? Is there anybody? Je, kuna mwingine? Usije ukapotea. Usije ukapotea. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Oh yes. Oh yes. Je, kuna mwingine? I'm calling a very special call. Je, kuna mwingine? Tukiwa tumetulia hapa, kama yupo tembea. Mungu akubariki. Be blessed. Je, kuna mwingine? Yesu anaita. Yesu anaita. Unajua wito wa leo hutaweza kuelewa. Mungu akubariki sana. Nimeona ukipata shida, Yesu hatimaye amekuita. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine? I'm just calling. Is there anybody? Je, kuna mwingine? Yesu anamalizia wito huu. Anasema mikutano itabaki kwa alama ya wokovu. Alama ya wokovu. Alama ya wokovu. Kwa vijana hata watu wazima. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kutakuwa na darasa kubwa la maana la kuwanoa waliojitoa kwa Yesu. Waliojitoa kwa Yesu watasaidiwa. Watasaidiwa. Watafundishwa. Watafundishwa. Tembea. Tembea. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mshikeni mkono. Wazee, mbona mnapigwa na butwa? Kwa nini? Yesu anaita. Yesu anaita. Tembea. Rafiki yangu, je, kuna mmoja amebaki? Ubatizo ni mkubwa. Nilisema ubatizo huu si wa kawaida. Mimi huwa namuomba Mungu na anaonionyesha kabla. Mungu akubariki sana. I prayed for you guys. Wala sibahatishi. Wala siongei kwa ajali. I said it with my Lord. And it must come to pass. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine? Is there anybody? Unajua wito ukichelewa ujue kwamba kuna rafiki anasubiriwa. Kuna mtu anasubiriwa. Ukiona Yesu anachelewa, anakusubiri. 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 Na kuna mwingine atakuja. Kuna mwingine atakuja ambaye hajajitoa. Ambaye hajajitoa. Je, yuko mwingine? I'm about to finish up. I want to pray. Kama una miaka hiyo 13 kwenda mbele na hujajitoa, endelea kuja kwa Yesu. Endelea kuja kwa Yesu. Endelea kuja kwa Yesu. Namaliza mahubiri haya. Endelea kuja kwa Yesu. Come to Jesus. Come to Jesus. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Watabatizwa watu. Watabatizwa watu. Naona watu wakija. Naona watu wakitembea. Naona watu wakitembea. Just come on. Come on. Come on. Come on. Je, kuna mwingine? Mungu akubariki sana. Yes. Yes. Yesu anaita. Wito huu ni wa ajabu sana.
hata wazazi watashangaa. Wanasema watoto wetu wanaenda kwa Yesu. Yesu ndivyo anavyoita. Yesu ndivyo anavyoita. How powerful is thy calling. Yesu anaita. Yesu anaita. Anaita kwa huruma nyingi. Anaita Yesu. Yesu anaita. Jesus is calling. Come on. Come on. Come on. Come on. Yesu anaita. Wengine wananishangaa, mbona unaendelea kuita na watu wanakuja? Ni kwa sababu ni Yesu anawaita, sio mimi. Yesu anaita. Yesu anaita. Je, umebaki wewe? Je, wewe ndio umebaki? Kama ni wewe, jitoe sasa. Kama ni wewe, jitoe sasa. Kama ni wewe uliyebaki, njoo. 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 Namaliza. I'm about to pray. Kama ni wewe unasikia bado Yesu anakuita, rafiki, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Unajua watu wengine wanafikiri unapotezewa muda, ila mimi najua ni wokovu wa mataifa. Wokovu, wokovu, wokovu. Yesu anatenda muujiza. Yesu anatenda muujiza. Yesu anatenda muujiza. Yesu anatenda muujiza. Vile nataka nikaombe na nitamkaribisha kipekee sana siku ya leo. Ataomba ndugu yangu Robinson. Ataomba sasa, tukiwa tumeirisha muziki, kila kitu kikiwa kimeirishwa. Je, kuna mmoja alibaki? Tunataka tuombe na watu hao wataingia kwenye gari wakienda kwa ubatizo. Na ni ubatizo mkubwa sana, ni ubatizo mkubwa sana sana. Is a very great. Ni Mungu anafanya mambo yake. Ikiwa wewe umebaki, jiunge. Jiunge. Jiunge leo. Join up today. Hata ukiona unaenda kupanda gari, utajiunga. Lakini basi naomba Robinson uombe ili tukae kidogo, kiapo kiapishwe. Watu wakimbie, watu watakimbia. Asante, tunaenda kuomba sasa. Natamani ya kwamba nafasi hii ambayo Mungu amekupatia ya kumkubali, usiache ipite pasipo wewe kuokolewa. Anauliza, tutapataje kupona sisi tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Mungu amezungumza na mioyo yetu katika mikutano hii, na amekupatia nafasi nyingine tena sabato hii kuokoka. Tunapoinamisha vichwa sasa na kufumba macho, una uhuru wa kuja. Njoo. Wakati kila mtu amefumba macho na tumeinamisha kichwa, tembea kwa ujasiri, uje sasa. Tunaomba. Baba na Mungu wetu tupendaye, tuseme nini kwa sababu yale ambayo umeyatenda Waithaka hatuna lugha ya kueleza. Tumeuona wokovu wako na namna ambavyo nguvu inadhihirika unapowaita watoto wako kutoka katika vilindi vya dhambi na kuwapatia tena maisha mapya. Na mchana huu wa kipekee Yesu Kristo, tena kwa mara nyingine mtumishi wako Fadhili Lubua amekuinua na amewavuta watoto wako kwako. Na ahadi yako ambayo ni kwamba yeye kwako ajaye hutamtupa kamwe. Hawa ambao wamekuja mchana huu Yesu Kristo, usiwatupe kamwe. Majaribu watakutana nayo Yesu Kristo. Shetani atajaribu kuwafisha moyo, lakini wewe uliyewaita umkuu kumshinda mfalme wa giza, nuru ya ajabu ikazuke juu ya maisha yao, ukawapatie nguvu ya kushinda dhambi. Waliopiga hatua hapa mbele na wamekuwa wakisumbuka katika lindi la ulevi, kutokea sasa wapatie ushindi katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, mchana huu wa kipekee, fungwa na udhaifu wote ule Yesu Kristo, nguvu yako ikakamilike katika udhaifu wao. Wawe ni shuhuda ya kipekee ya kwamba Yesu ulitembelea Waithaka. Wawe ni testimony ya kipekee kwamba Yesu unabadilisha maisha. Watakao waona, waone nguvu iliyo katika neno lako. Waone nguvu ya kubadilisha. Wewe ambaye ulimbadilisha Maria Magdala kutoka kahaba hadi awe katika jarida la wenye imani, ukabadili historia yao mchana huu wa kipekee. Ukabadili historia yao mchana huu wa kipekee.
Kama walijulikana kuwa walevi, wajulikane kuwa wahubiri kutokea sasa. Kama walijulikana kuwa washerati, kuwa ni mishonari wa ufalme wa mbinguni kutokea sasa. Nguvu ya ajabu ikatawale katika maisha yao. Hata kuna wale ambao walibatizwa sabato iliyopita Yesu Kristo, tumeona namna wamebadilisha maisha yao. Tumeona namna hata maumbile yao yamebadilika. O Mungu, wewe ni wa ajabu sana, jina lako lizidi kuhimidiwa. Na hawa Yesu ukawatendee tena. Lakini pale nyuma huenda kuna mtu amebaki katika bonde la kukata kauli. Muda huu wakati kila mtu amenyamaza, muda huu wakati kila macho yamefungwa, muda huu anapoombewa Yesu Kristo, weka miguu yake nguvu. Vunja ushawishi wa shetani sasa. Ondoa moyo huo mgumu kwake sasa. Mpatie shime ya kupiga hatua Yesu Kristo. Atembee sasa, aje kwa Yesu. Kwa nini sasa usitembee kaka? Kwa nini sasa usitembee dada? Kwa nini sasa usitembee mtoto? Manake Yesu amekupatia nguvu. Huyo anayekushawishi usije ni mzushi, na haji ila auwe, ila achinje na haribu. Lakini Yesu amekuja ili kwamba uje na uzima, tena uwe nao tele. Itikia mwito huu sasa, ili kwamba Yesu akupatie nafasi ya kufanyika mtoto wake. Wanapotoka hapa kwenda katika ubatizo wa Yesu Kristo, tunatamani wabatize kwa Roho wako, ili kwamba shughuli hii ikakamilike kwa utukufu wa jina lako. Mpatie nguvu mchungaji Opanya ambaye anakufanya shughuli hii, mpatie nguvu ya kuitekeleza, na atakapokuwa akiwazamisha wakitoka kama ilivyofanyika siku ya ubatizo wako, Roho wako Mtakatifu awajaze. Mtumishi wako mchungaji Fadhili Lubua, Yesu Kristo uhifadhi maisha yake, hifadhi afya yake, zidi kumwandaa kutumika tena, zidi kumjaza na Roho wako Mtakatifu, na atakapopatiwa sifa mkumbushe kusema si mimi, ni Kristo astahili sifa. Si mimi kwa kila usemi, na anapojikana nafsi uzidi kujitukuza ndani yake. Neema yako itutoshe sasa, ndilo ombi letu na farijiko letu kwa imani, katika jina la Yesu anayeokoa, katika jina la Yesu anayevuta watu wake, katika jina la Yesu ambaye ni simba wa kabila la Yuda. Na sote tumshangilie Bwana kwa amina. Tumshangilie Bwana kwa amina. Tumshangilie Bwana kwa amina. Waithaka imewekwa huru. Amen. Kwa maana neno la msalaba kwao waaminio ni neno lenye nguvu liletao wokovu, bali kwake asiyeamini ni upuuzi. Yesu awasaidie. Ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa anatamani kujitoa, ajiweke hapa. Wale watoto wadogo kama labda uko na mzazi wako, lakini vinginevyo wabatizwa wote tusimame hapo tulipo, msiende mahali, just return that side. Wabatizwa wote tusugeukie upande huo huko mbele huko mlipo, endelea kusimama elders pande hii. Wabatizwa wote tugeuke hapa tulipo, panga mistari. Naomba tupange mistari ya kutosha. Tuanze mstari wa kwanza huko hapo nyuma ya speaker hapo, mstari wa kwanza hadi mwisho, wa pili hadi mwisho. Wale waliobatizwa watakaa pale, yani waliobatizwa ubatizo uliopita, sabato iliyopita. Wengine wote tujipange mstari, panga mstari. Elders kazi yenu ni kuwa nyuma ya mistari hiyo. Wengine watapanga mstari. Waliobatizwa ubatizo uliopita watakaa pale, wale wanakaa pale. Wale waliokuwa kubatizwa waende pale. Elda, Mungu akubariki. Wale wanaenda kubatizwa leo wasimame hapa, na ndivyo Bwana anavyotuita. Bwana ametuita kwa namna ya pekee. Magari yako tayari, lakini pastor anataka atoe uapisho. Watu wengine tukae tukiomba. Kaa ukiomba, acheni story, omba, waombeni watu. Let's keep on praying, the process is going on. Tuendelee kuomba, omba, be prayerful. Bwana wasaidie, Bwana tusaidie. Mchana tena tutakuwa na wakati mwingine. Wengine wote tusimame hapa, usiogope, kila utaratibu umeandaliwa. Pastor Opani, karibu. Tunashukuru kwa kujitoa kwenu. Hatua hii ambao umechukua ni hatua ya kipekee katika maisha yako. Na hivi sasa kuna mambo matatu ambao ninataka nikuulize, na ikiwa unakubaliana nayo
utasema ndio ukiinua mkono wako wa kulia. Tumeelewana? Asante. Je, unampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako binafsi? Na je, unataka kuishi ukiwa na uhusiano naye unaokoka? Asante sana. Je, unayokubali mafundisho ya Biblia kama yanavyoelezwa katika tamko la imani za msingi za kanisa la Kiadventista wa Sabato? Asante. Na unaahidi kuishi kulingana na mafundisho hayo kwa neema ya Mungu? Asante sana. Je, unataka kubatizwa kama udhihirisho wa hadhara wa imani yako kwa Yesu Kristo, kupokelewa katika ushirika wa kanisa la Waadventista wa Sabato na kulisaidia kanisa na kazi yake kama wakili mwaminifu kwa ushawishi wako, zaka na sadaka na maisha yako utumishi? Asante sana. Washiriki wangapi wanasema ya kwamba wanakubali hawa waweze kubatizwa kwa ubatizo wa kuzamishwa majini? Wote wanaosema wabatizwe, asante sana. Tuombe tunapoingia katika magari haya. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa hawa watoto wako ambao wamejitolea siku ya leo wawe wabatizwe kwa ubatizo wa kuzamishwa majini. Tunaomba ya kwamba tunapoenda katika zoezi hili uweze kuwa nasi na uwasaidie kusimama imara, na jinsi ambavyo wamechukua viapo hizo, hebu waweze kutembea, kuishi na kutenda kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Basi tutaingia moja kwa moja kwa hizo magari tafadhali. Waimbaji wote pamoja na choristers wa Satellite New Life, waimbaji wa Satellite New Life wanaingia pale kwa magari pamoja na wote ambao ni choristers wa Satellite New Life. Muone hapa Kagira, choristers wote muone hapa. Tunaingia pale, tunahakikisha shughuli hiyo iko sawa kabisa. Choristers wote wa Satellite New Life. Sote, choristers wote. Wazee, tembea na watu wengine wanakosa mwelekeo. Kama ulikuwa hujajitoa public, just join, go, get into the cars. Wanakwaya kuwa makini, it's no time for stories. Wabatizwa wajae kwanza kwenye magari, ndiposa watu wengine waingie. Wabatizwa wawe wa kwanza kuingia kwenye magari, ndipo wengine wafuate. Please join, kila mmoja aende. Kama ulikuwa hujajitoa rasmi, nenda sasa, panda kwa gari ukabatizwa. Yesu yuko bado na rehema. Wote twende, nguo utapata huko. Don't ask for clothes, you will be given, it will be provided. Utapewa maelekezo. Mashemasi wa kike wale wanaweza kuandaa watu waende kuwapa maelekezo ya namna kujiandaa. Peleke kanga za kutosha, vitenge vya watu kufunga wakivaa nguo ya ubatizo, na baadaye watavaa nguo zao walizonazo. Vivyo hivyo kwa wanaume, jiandaliwe vyema. Wabatizwa waingie ndani wote. Naona kuna wengine wanazurula, waingizeni ndani. Wabatizwa wote ndani ya mabasi. Na ikiwa kuna ambaye anatamani kubatizwa, tembea uende. Yesu anajishindia. Waifaka inaenda kwa Yesu. Kama na wewe bado you feel like to be baptized, go and join. Nenda ukajitoe, nenda ukakae pale ndani. Nenda kwa Yesu. Twende kwa Yesu, mimi nawe. Njia aionya tuijue, imo chuoni na wenyewe hapa asema njoo. Twende. Tembea. Kama kuna mmoja amebaki, tembea. Twende kwa Yesu. Yesu aita kwa upole mwingi. Wabatizwa ndio wajaze kwanza magari hayo. Elders plus deacons, endelea kumaintain. Kuna nguo huko za ubatizo, kwa hiyo usiogope, nenda. Yeyote anayetaka kubatizwa atapewa nguo huko.
za kubatiziwa, nenda tu. Yesu akiita usiseme hapana. Nenda, 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 nenda. Yesu akiita usiseme hapana. Yesu akiita basi, kama kuna aliyebaki, tunaitisha magari kabla hajaondoka. Wabatizwa wote wawe ndani. Deacons na deaconess, kama gari zitajaa, mtapewa maelekezo mengine ya kwenda. Lakini wabatizwa, hakikisha ujabaki. Don't retire. Usibaki, usibaki, usibaki. Yesu akikuita kwa ajili ya ubatizo mkubwa namna hii, usiseme hapana. May God bless you. May God bless you. Furaha gani mbinguni mwenye dhambi mmoja anapotubu, ambaye ni wewe. Bwana ndiye kubariki. Naweka microphone hii kwa Mr. Lamek, ikiendelea kukuhimiza usipoteze nafasi. Usiondoke jioni pia. Baada ya nyimbo nyingi tutahitimisha kwa maombi makubwa, na Bwana aendelee kubariki. Ni neema tele katika Kristo. Asante. Ratiba yenyewe inaanza saa 9:30 tena. Itakuwa ni ratiba ya 2 hours. Kwa hivyo tutafika saa 11 kamili, tutakuwa tumemaliza. Hivi leo tunafanya hadi saa 11 kamili, tutakuwa tumemaliza. Na hivyo tunapokuja jioni, tutakuwa na ratiba ambayo ni ya kuagana tu, wala kutakuwa na mahubiri. Kwa hivyo jioni itakuwa ni nyimbo na kuagana. Kwa hivyo nakukaribisha tena, lakini kwa hivi sasa Pastor pamoja na Robinson tuko na ratiba kidogo, lakini enda mtakuja baadaye. Waimbaji wale waje hapa mbele wapigwe picha. Waimbaji waje hapa mbele. Wa Heaven Targeters waje hapa wote wapigwe picha, lakini jioni tutakuwepo na kupiga picha zote kwa waliobatizwa, wanakwaya wa hapa pamoja na uongozi wa kanisa. Wanakwaya wa Heaven Targeters wamefika hapa, alafu tutajipanga tena jioni. Wanakwaya wa Heaven Targeters tunapiga picha moja hapa, 5 za Waithaka, picha safi za Waithaka. Asante. Wanakwaya simama hapa, wanakwaya wote simama hapa. Asante. Wale ambao wanaenda kubatizwa wakusanyeni hapo kwenye kundi moja. Gari zinaondoka na nyingine nakuja kuondoka. Wote tukusanyike hapo, msiondoke. Hata kama na wende unataka kwenda, jikusanye hapo. Don't go anywhere. Gari inaenda na nyingine inakuja. Wakusanyeni hapo. Please elders, don't be idle. Wakusanye wabatizwa hapo. I'm very strict when it's the time for baptism, for I know Satan is there to make things not happening. Wabatizwa wote wakusanyeni, elders. Na mwenye funguo ya store ya mwenye funguo ya store pale aje akafungue funguo inahitajika, mwenye funguo ili watoe nguo. Wabatizwa wote wakusanyeni, kaeni duara. Elders, be in round, let them be at your midst. Wabatizwa wote wakae katikati yenu. Please do it. I mean what I say. Mungu awabariki sana. Wabatizwa wote waweke katikati yenu. No more stories, they be in you. Gari naona iko pale, nendeni wakapande, wapandisheni kwenye gari. Wabatizwa wapewe kipaumbele. Wabatizwa, Bwana wabariki. Bwana awabariki. Follow the order. Elders, thank you for doing it finally.
May God bless you. May God bless you. Ngoja niulize, kwani wenye magari mkiawasha watu wapande wakabatizwa, what is that? I'm very straight in the time of baptism than any other time. Utaninyima chakula lakini sio watu wakubatizwa washangai. It's like we don't know how salvation is costful. Washa magari, twende. Hata mimi niko hapa, gari moja ije inibebe, twende tukaone ubatizo. Mara nyingine lazima tuwe na command ili kazi iende. Washa magari, ni ya Bwana, ni ya Bwana. Watu wamesimama pale waingie, matatu zipo, lakini kama uwezi gari yako lipia watu waende. Salvation is costful. May God bless you. Kila anayetaka kwenda asembe pale, ataenda. Niko hapa kutazama wabatizwa wote wakienda. Pastor Upani hayupo na ameniachia hapa kuona kila mtu anaenda. Washa gari zako, twende kwa kupeleka ubatizo. Mr. Rundo yuko pale, anatakuwa kwenda kwa ubatizo, aone rafiki zake. Bwana azidi kubariki, Bwana azidi kubariki. Do it lovely in Jesus name.